Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibuni Munira Coastal Food and Inspiration. Leo tuko day 15 of Ramadhan. Inshallah nawaletea inspiration ya iftar yangu ya leo iweze kuwa iftari yenu ya kesho. Leo sisi tulifanya supu, na hapa katika nyama yetu ya supu nimetia garlic ginger paste, nikatia na pilipili manga na nitatia na chumvi, alafu nifinike kuka yangu tuiweke motoni ama tuibandike. Na leo nilikuwa na frozen food, vitu vyote ambavyo tulivifanya hapo awali nilikuwa nimevifreeze. So hiyo ya kwanza ilikuwa ni tlesi, yani tumevistuff na nyama ya kima, na huu ulikuwa ni unga wa chapati ule tuliofanya juzi. So nilifreeze, leo nitatumia kufanya chapati. Na huu ulikuwa ni ule unga wetu tuliofanyia mitai, pia tuliofreeze, leo tutautumia kufanya mzinga wa nyuki. Na leo tulifanya juice ya pineapple. Hapa nilikuwa nishasaga pineapple yangu bado kuichuja na kuiweka frijini. So wakati unatumia unga wako frozen, una make sure kuwa ule unga umeregea kwa room temperature kabisa, kwa sababu ule unga kama hautaregea kwa room temperature, kila ukiwak na unga wako utakuwa unazaa maji. Wewe unawak na unga wako utakuwa unazaa maji, sasa unga utakusumbua, hutoweza kufanya nao kazi yoyote. So unga wako kama unajua ule ufreeze, una make sure uregee room temperature kabisa, yani utoe na mapema, upoe kabisa, alafu ndo uwak nao. Na unga ukishapoa unaregesha tena, unafanya kama kuukanda tuna mkono ile roughly, unaukanda kanda uregee kama vile awali, yani unga wako utaregea, utakuwa fresh, utasema umeukanda siku hiyo. So katika honeycombs zangu ama mzinga wa nyuki, mimi hupenda kugawanya vidonge mwanzo vote nikavipima kwenye weighing scale, yani vote viwe vidonge sawa sawa, ndo honeycomb yako ikiiva vidonge vyako yani vinakaa vizuri, ile mzinga wako wa nyuki unapendeza. Unaona kama hapa kwangu hivi umependeza, ni vyote viko sawa sawa. So tukishamalizia kuwork na honeycomb taiweka kando, tuwork na unga wa chapati. Naona vile vimependeza. So nitasafisha worktop yangu. Hapa ni unga si chafu, lakini nitatoa tu ule unga wa juu ambao uko na cream cheese, kisha tutawak na unga wa chapati. Naona unga wangu huu uko room temperature kabisa. So unafanya kama kuukanda kanda. Unga ukiregea room temperature hausumbui, na ukiukanda hivi kidogo basi unaregea vile vile, utasema huu unga tumeukanda hivi leo, na nikumbe ni unga una siku 3 ndani ya freezer. So utanyunyiza unga mkavu chini kama hivyo, alafu tutasukuma tuweze kupiga tabaki. So zile tabaki nilikuwa naonesha nyuma, leo tunafanya tabaki nyingine tofauti. So kuna aina nyingi sana za tabaki, bora ujue tabaki gani inakufanyia kazi vizuri. Na wengi huniuliza, Munira unatumia mafuta gani? So mimi mafuta ni haya Cowboy ama Chipsi. So nikienda dukani mafuta yangu ya chapati either Cowboy ama Chipsi. Nikikosa mafuta basi I just move to the next shop paka nipate katika haya mafuta mawili, either Cowboy ama Chips, kwa sababu rangi yake ni nzuri na pia hayana harufu mbaya. So leo nafanya hii design ya moja kwa moja, ni design ya fast upesi. Hii ni mwenye wanaiita nasema design ya chap chap. So tunakata. Kwa leo nilikuwa nimeashiria kupata chapati 5 sana. Mimi hufanya chapati 5, ikizidi sana labda iwe ni ya 6. So hapa nilikuwa nakata vidonge vyangu, alafu kisha nitaunganisha hivi vidonge mwisho na mwisho vyote vinakuwa kama hivyo. Ngoja niunganishe chengine muweze kuona. Hivyo tunaunganisha mwisho, alafu tunakuja tena na huko mwisho tunaunganisha. So design hii ni haraka, na kwa leo wallahi kusema la kweli naona kama ambayo sikupika. Yani ilikuwa very quick. Niliingia jikoni saa 10 na by saa 11:30 nilikuwa nishamaliza paka nisha set table, na subiri tu saa 12 na dakika 20 ifike ndo nibandike chai. Kisha nikasukuma. Hivyo tunasukuma ni kiduara ama circle chapati zetu ili tuwe tayari kuzichoma. So nilivyomaliza kuzisukuma chapati zangu, kazi ya unga imekwisha. So nikavuta zile honeycombs ambazo kwa tumezifanya hapo awali, nitazipakia yai honeycombs zangu. So nimechukua hili yai moja nimelipasulia kwenye kibakuli, nitafanya kama kulivuruga, kwa sababu hapa main point yangu nataka kupata hiyo yolk. Lakini sasa kwa sababu nitatumia ili yai zima kufanyia katlesi, so nimelipasulia tu lote moja kwa moja kwenye kibakuli. So tutapakiza juu kama hivi ninavyofanya. Una make sure zote zimepata yai. So yai inasaidia kutupatia rangi nzuri kwenye honeycomb. Sio lazima honeycomb zako zikae sana kwenye moto mpaka ziwe ngumu. Kisha tutaziweka kwenye oven
Tutaziweka kwenye oven for 20 to 25 minutes 180 degrees Celsius. Na unaona hapa honeycombs zetu mashallah ziko tayari, so tutazitoa kisha baadaye tutazitilia condensed milk ama sweetened condensed milk. Na pia leo nilikuwa na frozen sambusa pamoja na frozen spring roll, so tukazichoma tu moja kwa moja mashallah. Yani leo nasema sikuwa na kazi kabisa, kila kitu changu was ready made. Kitu ambacho nimefanya from scratch ilikuwa ni supu tu peke yake pamoja na pineapple juice, otherwise vitu vote vilikuwa ni ready made. So nilivomalizana na kuchoma sambusa na spring rolls nikaingililia kwenye chapati. So chuma chako cha chapati kiwe kitashika moto vizuri ndio uanze kuchoma chapati yako ya kwanza. Na actually nikitumia hii method yangu ya kuchoma chapati basi mtapata chapati nzuri, chapati nyekundu na chapati ambazo zafanya layers mashallah. So kwa hapo unafaa uwe na subra kidogo. Unasubiri paka chapati yako ikauke vizuri kwa juu. Kama unaona yangu inaendelea kuwa dark, yani ilikuwa light lakini kile inavyoenda inaenda ikiwa dark, yani inapiga kama yellowish vile upande wa juu. Unajua chapati yako imekauka. Na pia utaona inafura ama inafanya bubbles. Kama unaona yangu hapo inafanya bubble, so utaitilia mafuta. Kisha utaichoma chapati kama hivyo, basi chapati yako inakuwa nzuri, inakuwa na rangi nzuri. Ngoja niwageuzie yangu muweze kuiona vile ilivyo. Naona mashallah ina rangi nzuri, na haya mafuta huko ya moto yananikera, alikuwa anasema niondoe. Maana mimi sipendi kuweka kitu hivyo kama unajikia mtego. So afadhali niyatoe kuliko kujichoma. Yani ukiwa jikoni lazima uwe na tahadhari mwanamke, ndio usiweze kujichoma. Maana kila siku mimi husema ukijichoma inakuvunja morali ya kuregea siku ya pili kupika. Na mimi make sure kuwa mkono wangu hata kidoleni sehemu yangu yoyote haichomeki. Nitapika vyakula vingi hata 20 lakini sichomeke inshallah. So na kwa chapati ya pili pia tunafanya vile vile kama tulivyofanya kwenye chapati ya kwanza. Tunaisubiria chapati iweze kukauka vizuri kwa juu, na ikisha kauka itaanza kufanya kama bubbles ama matobo. So unaona kama hiyo vile inafura inafanya bubbles. Kisha tutaitilia mafuta nayo pia hiyo, alafu tuichome. Naona so kisha tutaichoma na hiyo. Na kwa hapa ile supu yetu ilikuwa nishaifungua kwa pressure cooker. Nikaitilia viazi, kitunguu pamoja na pilipili boga, nikaiongezea maji tena nikaibandika. Na kwa hapa chapati zetu zote mashallah zimeiva, na unaona vile chapati zilivyo nzuri. Mtu hawezi sema kabisa kama hizi chapati ni za unga ambao umekaa siku 3 siku 4 ndani ya freezer mashallah. Zote chapati nzuri, kila chapati nakwambia nile mimi. Kwa hivyo tunaweza tukafanya preparations na kwa siku tukafanya ibada zetu kama kawaida na tukapika vyakula hata 10 kwenye meza. Lakini time ya ibada, time ya swala tukapata ukifanya preparations, yani mwanamke jikoni lazima ujiandae. You have to prepare yourself ndio usiwe na shida nyingi. So kwa siku kama unafanya sambusa, make sure unafanya sambusa nyingi. Kesho kama unafanya spring rolls, make sure unafanya spring rolls nyingi hivyo ndo. Ama kama utakanda unga ni wa style ya chapati, basi fanya mwingi. Ndio uchome kidogo, zingine utachoma tena siku nyingine na kuwa hauna kazi. So huo ndio ulikuwa ni mzinga wetu wa nyuki. Hapa nishautilia sweetened condensed milk, unaona vile ulivyo soft. Haya pia hunu unga nao ni unga ambao umekaa siku 3 siku 4 kwenye freezer. Angalia vile mzinga wetu wa nyuki ama honeycombs zetu zilivyo mashallah. Very nice, very spongy, yani laini mashallah. Na tulisilia kwa chai. Na hizi ndo zilikuwa ni chapati zetu. Chapati mshambuko, wenyewe wakwambia chapati mwecheche. Naona vile kitu ilivyo mashallah. Chapati laini. Yani mtu huwezi sema kama huu unga ulikaa kwenye freezer siku 4. Mashallah, chapati zilivyo nzuri. Na chapati zetu tulizitoelea kwa supu. Hapa supu yetu iko tayari mashallah, nyama inatoka kwenye bones, na hiyo ndio ilikuwa ni juice yetu ya pineapple mashallah. Karibuni.